Mazungumzo yanatuhusu mimi na wewe, tubadilike, tujiulize ni matanga mangapi tumehudhuria. Tumeambiwa inatosha mauti kuwa ni mawaidha. Dada yetu, mama yetu amekuwa akitembea, amekuwa kila akifanya kazi zake, lakini tunapozungumza hivi anaitwa marehemu. Ina maana ya kwamba ni mtu wa kuhurumiwa. Chochote chake atafanyiwa, ataswaliwa, apishwe sanda na awekwe katika nyumba yake. Nashukuru sana wazungumzaji wote, tangu kwa mtoto ameamini ya kwamba kazi hii ya kifo ni ya Mwenyezi Mungu. Wala kifo sio bahati mbaya, labda angepelekwa hospitali gani angepona. Hapana, kila mmoja amepangiwa wakati wa kuondoka katika ulimwengu kama huu. Kwa hivyo mimi na wewe tukiona jeneza kama hili, najua mara nyingi tunapenda dunia. Mtu akiona Pajero anasema one day lazima nipande Pajero, one day lazima nipande Prado, lakini leo jeneza liko hapa. Kuna mtu anasema one day lazima nipande hapa. Tunajisahaulisha. Kwa hivyo nachukua fursa hii kumwalika shekhe wetu, mwalimu wetu ambaye pia ni naibu wa mufti na yeye pia ni amiri wa dawa katika Kakamega Dawa Group. Tafadhali mshukuru shekhe. Mheshimiwa mashehe, mheshimiwa walimu na wote ambao tumehudhuria mazishi haya, na wasalimu kwa kuwatakia amani Mwenyezi Mungu. Nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika leo tumepatwa na msiba mkubwa, si kwa sababu Hamida amekufa, la. Ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ya kwamba katika siku za mwisho Mwenyezi Mungu ataondosha elimu. Masahaba wakamuuliza, ataondosha vipi elimu? Mtume akawajibu ya kwamba atawafisha wale walimu. Na mwalimu akifa kunabakia nini? Hakuna. Kwa hivyo mimi sina mengi kwa sababu ya msiba huu. Kama kuna mtu amepigwa au amegongwa na huu msiba ni mimi. Kwa sababu Hamida ni mtoto wa mfiala yangu, mama yake ni mfiala yangu. Na tukienda kule Marama, yeye na mimi wote tunapewa daraja moja ya nini? Abewa. Hamida, mumesikia yale mazuri ambayo kwamba alifanya akiwa katika maisha yake. Kwa hivyo akiondoka mtu kama huyu, huwa tunasikitika. Mimi nitakatiza speech yangu kidogo na sitakuwa na mambo mengi, kwa sababu kwa hakika mashehe wamezungumza vizuri, walimu wamezungumza vizuri, na sina haja ya kurefusha mambo. Kwa sababu mimi hapa ni mwalimu, tena training teacher, sio UT. Na unaambiwa mwalimu anapofundisha katika darasa anaangalia nyuso za wanafunzi wake. Kuna ile body language. Unakwambia mwalimu tumechoka, hawezi kukwambia kwa maneno. Kwa hivyo mimi nikiangalia ile lugha ya vitendo, inatuambia hata mashehe tosha, haya mengine tutafanya nini? Lakini kama nilivyowaambia, huyu marehemu aliyelala ni jamaa yangu kabisa. Sote mkamwena Marama. Asante mama kunisaidia. Na wazazi walipotoka, wafiala wangu walichukua hilo jukumu. Kwa hivyo na mimi sitakosa adabu nizungumze ile ya kuwaita wafiala wangu japo wawasalimie. Naomba tafadhalini mameni muje hapa, manake naweza nikakosa radhi. Kwa hivyo tu muje msalimie, alafu nimalize. Mimi nitasema tu maneno mawili, na nikiongeza ya tatu tafadhali mnikumbushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina wananiita Ali Mwenje Omari. Nimefanya kazi ya dini kwa muda mrefu.
Kwa hivyo nashukuru ile Sheikh amesema kweli, sisi ndio wajomba zake. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Bwana hiyo kwa ndugu zetu wa Kristo. Kwa majina naitwa Sadiq Mwenje Muhammad. Hamida marehemu tunaitana mjomba. Na sina mengi ya kusema, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amweleze mahali peponi. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majina naitwa Muhammad Mwenje, mjomba wake. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Hamida, mjomba wake. Tumehuzunika, lakini kwa hizi ni Mwenyezi Mungu amweke mahali pema inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Juma Chumoni, marehemu mjomba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa sababu wakati umekwisha, nataka tu kutoa shukrani kwa walimu, kazi ambayo walifanya kwa huyu babu yetu, mjomba wetu. Nataka kurudisha shukrani nyingine kwa ndugu yangu Musa Chibole kwa kutayarisha mambo kuwa jinsi vile ilivyo. Haya maneno ya kushutusha kifo chake, watu walikuwa hata akili zao haziko sasa. Mimi nikiwa mmoja. Huyu mtoto tumemzoea, tumemjua, tumempenda. Hakuna siku hata moja atapita kwako bila kukusalimia. Kwa kweli vile tuko wajomba zake tunasikitika. Amejitahidi sana mpaka akafika hapa, akanunua hii, na amekaa na watu vizuri. Ile kitu ambacho nimesema, saa hizi ni wakati wa huzuni. Babu yangu ambaye umebaki katika boma hili, tutazidi kukuombea. Mungu naye Mungu ataweza kukusaidia. Pia vile vile nimesikia speech yako, nikaona wewe umetosha kuwa hata kiongozi katika boma hili, na pia kuna wajomba zako. Ukiwa na tatizo tufikie. Kidini kuna shehe wetu hapa ambaye pia ni mjomba wetu, utapata mawaidha. Musa Chibole yuko hapa, utapata mawaidha. Sitaenda mambo mengi kwa sababu mambo ya huyu mtoto ni mengi sana, sifa zake ni nyingi sana, haziwezi kuisha hata kwa siku mbili. Kwa hivyo kwa haya machache, mimi naitwa Ali Korokosi Omari, nikiwa mjomba wake. Na pia vile vile wazazi, sisi tujipatie pole kwa sababu tumepoteza, na hatutarudi tena kumuona, isipokuwa ni dua tu ndio tutampatia. Asanteni kwa kunisikiza. Nami nashukuru, na waombolezaji mmehakikisha kwamba imefanya jambo la maana ningelikosa amani kabisa. Kwa sababu mama alipoondoka na baba akaondoka, ni hawa wakishirikiana wakalipa deni za wajomba zangu, wakatupatia shikamoo. Ni watu wa maana. Kama nisingewakaribisha basi ningelipa